Somo letu asubuhi ya leo linahusu maombi. Mwambie jirani yako, somo la leo ni maombi. Wangapi wanapenda maombi? Shangilie Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni uhitaji alionao mtu, anahitaji atendewe. Tunaenda kuona nini maana ya maombi. Maombi ni uhitaji alionao mtu, anahitaji atendewe. Maana yake ni kuomba, ni kuhitaji. Kwa mfano mtu anahitaji kazi, ataenda ofisini. Akifika pale atapeleka maombi, maana yake barua ya maombi ya kuomba kazi. Akitaraji kwamba anaweza akapokea au asipokee. Kwa hiyo ni uhitaji wa mtu, anao uhitaji katika maisha yake kwa wakati huu. Kwa maombi ni uhitaji ambao tuna uhitaji sisi kama watu tuliokoka mbele za Mungu. Tunataka Mungu atutendee yale ambayo yanaumiza nafsi zetu, yale ambayo yanaumiza mioyo zetu, ambayo tunayahitaji katika maisha yetu. Tunataka Mungu atende. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo utaenda bila kuomba. Hata kama ni mtoto wako, huwezi kujiongeza kwamba mtoto wako anahitaji nini. Saa nyingine mpaka kuombe. Kwa mfano ni mwanafunzi, ameishiwa kalamu, ameishiwa daftari, lazima afike mbele ya mzazi amwambie, mzazi naomba hiki, nimeishiwa hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kusikia wewe mzazi, hizo utampa au utaacha kulingana na uhitaji alionao. Bwana asifiwe sana. Lakini maana nyingine ya kiroho zaidi, maana ya kiroho zaidi, maombi ni njia ambayo Mungu ameiweka ili aweze kuzungumza na watu wake na kuwapatia kile wanachokihitaji. Kwa tunaongea na Mungu kupitia maombi, kwa sababu hatuna uwezo wa kumlazimisha Mungu atende katika maisha yetu. Ndio maana tunaambiwa tuombe, tukitarajia kwamba atatupa. Lakini pia inawezekana asitupe, kwa sababu yeye ni Mungu achunguzaye mioyo zetu. Anajua ni wakati gani akupe na wakati upi anyamaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani njia ambayo Mungu ameiweka ili tuweze kuongea naye. Kwa mwana wa Mungu uliyeko mahali hapa, penda kuomba. Kwa sababu ndio njia pekee tu ya kuongea na Mungu. Haipo njia nyingine. Ili ufikie ufalme wa Mungu, ili ufikie malengo yako, lazima uombe. Ili ufikie Mungu, lazima uingie kwenye maombi. Ndio maana shetani hapendi kuona mtu anaomba, kwa sababu anajua maombi huwa Mungu anayasikiliza. Maana maombi ya mtu mtakatifu, Biblia inaniambia, ni manukato mbele zake Mungu. Lakini pia mtu mtakatifu anapoomba, moja kwa moja Mungu anasikia. Ndio maana shetani kwa siku za mwisho watu wanachukia maombi. Tukiambiwa wiki hii tuna maombi, wangapi wanaomba maombi ya mnyororo, watu tunanyamaza kimya. Sio akili zetu, ni vita iliyoko katika maisha yetu. Shetani hapendi kuona tunaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna maombi aina nyingi. Kuna maombi ya kufunga, kuacha kula. Lakini kuna maombi ya kuomba tumekula pia. Bado yote ni maombi tu ambayo shetani anamuumiza. Hata kama umekula ukashiba ugali, ukiingia kwenye maombi unasinzia. Lakini ukienda kwenye kumbi za video za mipira, hautasinzia. Au ukichukua simu kubwa hizi ukaanza kuangalia Facebook, sijui ukaangalia YouTube, huwezi kusinzia. Lakini jaribu kupiga magoti kuomba uone usingizi unatoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawaambia kwamba ukikosa usingizi, kwamba usingizi umekataa hiyo siku, hebu ingia kwenye maombi, utaona usingizi mwingi tena mzito. Kwa sababu shetani hapendi kuona mtu anaomba. Biblia inatuambia moyo unataka, roho inataka tuombe, lakini mwili unatuzuia tuombe. Kwa sababu mwili ni wa uharibifu, mwili unaoza, unazikwa kabrini, lakini roho inaendelea kuwa hai.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapaswa uyapende maombi, maana ni mazungumzo ya kwako na Mungu wako unayemwamini. Haipo njia nyingine zaidi ya kuomba. Kama hautaomba, basi shetani atakuwa amekuweza. Ndio maana tunahitaji kuomba, roho ya maombi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalie kipengele kingine. Ili Mungu aweze kumpatia mtu hitaji lake analoliomba, ili Mungu aweze kumtendea au kumpatia mtu hitaji lake analolihitaji, afanyeje? Cha kwanza kabisa ni unyenyekevu. Unapaswa uwe mnyenyekevu. Unyenyekevu ni ile hali ya kujishusha, kujiona wewe sio wa thamani mbele za Mungu, kujiona wewe sio kitu mbele za Mungu, kunyenyekea. Sio kama dini zetu ambazo tulizoea kwamba unapoenda mbele ya madhabahu au kwenda kutoa sadaka au unaenda mbele ya Mungu, unaenda umekunja mikono, unapiga magoti. Sio unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unyenyekevu unaanzia ndani ya moyo wa mtu. Manake anamheshimu Mungu kwa viwango vya juu. Ni mnyenyekevu kwa kila jambo. Ni mtiifu kwa kila jambo. Yaani yeye akisikia, Biblia inasema kwamba akisikia neno la Mungu moyo wake unatetemeka. Anaogopa, ana hofu. Ili maombi yetu yapate kibali, roho ya unyenyekevu tunaihitaji sana. Uwe mnyenyekevu, mtu uliyeshuka, uliyepondeka, usiyekuwa na hila, uliyekubali kuongozwa na Mungu. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, kuacha njia mbaya. Mtu uliyeokoka, unajitu na safari ya kwenda mbinguni, acha njia mbaya. Kwa sababu tunaona watu wa mataifa tunawahukumu kwamba hawa wanafanya njia mbaya, lakini hata makanisani njia zetu mbele za Mungu zinaonekana hazifai. Nikiwa naongelea maana ya njia mbaya, nina maana nyingi. Tusiseme tu kwamba ni uzinzi, tuseme tu asherati, tusiseme sijui uongo, tuseme kuna zile tabia mbaya ambazo tunazifanya ndani ya kanisa, zinazuia maombi yetu yasifike mbele za Mungu, kwa sababu Mungu anasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele zake. Kwa hiyo unaomba Mungu asikie, unapaza sauti yako mbele za Mungu, inaenda makelele. Acha njia mbaya. Acha kusema vibaya watumishi wa Mungu. Hiyo ni njia mbaya. Acha kuinukia watumishi wa Mungu. Hiyo ni njia mbaya. Inakuzuia usifikie maono yako na Mungu asitibu maombi yako. Hata kama mtumishi wa Mungu atakukwaza, nyamaza kimya, ukumuita wewe. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akikuonya, kubali kuonywa, sio kupazika. Mwambie Mungu umeniona. Kwa sababu yeye ni mzazi wako wa kiroho, anakubeba kupeleka mbele za Mungu. Kwa hiyo anapokuonya, au wewe ni mbaba au wewe ni mama, sasa unamuonya mtoto wako, hapo mtoto wako huyo anaondoka, anaanza kusema kwingine. Mungu anachukia. Hizo ndio njia mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini ule ukengeufu, kuharibu kazi ya Mungu. Unasikia kazi ya Mungu inatajwa kwamba tuna mchango huu, tunafanyaje, unaanza kunung'unika ndani ya moyo wako. Hizo ndio njia mbaya. Tukiziacha, maombi yetu yanapata kibali mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Fungua kile kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari ule wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuponya nchi yao. Watu wangu
walioitwa kwa jina langu, jina la Mungu. Maanake mtu uliyeamua kuokoka, uliyeamua kuifuata sheria ya Mungu, umeitwa na Mungu. Unapoona mabaya yanatokea katika nchi, sio kunungunika, piga magoti, mwambie Mungu aiponye nchi yako. Tusiwaachie wanasiasa. Tukiwaachia wanasiasa, nchi haiendi. Sisi kama kanisa tunapaswa kumwomba Mungu kwa ajili ya nchi yetu. Anasema yeye Mungu, ukiziacha njia zako mbaya, lakini akatangulia akasema ukijinyenyekesha, ndipo ataponya nchi yako, ndipo atasikia. Kwa hiyo unyenyekevu na kuacha njia mbaya, hicho kitakufanya wewe uweze kujibiwa maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kupokea baraka zako, sema amen. Uweze kuona ahadi ambayo Mungu amekuahidia, sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kile kipengele cha 3, kinasema bidii katika kuomba. Ili uweze kupokea haja ya moyo wako, ili uweze kupokea mahitaji yako, lazima uwe na bidii katika kuomba. Bidii, yani ni ile hali ya kutochoka, ni kung'ang'ana kwa nguvu na kwa lazima. Haleluya. Bidii katika kuomba. Sio kwamba leo nimeomba leo alafu kesho nanyamaza. Uwe na bidii. Biblia inasema Elia, tunaongelea Elia mtishi, alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia kama zetu, lakini aliomba mvua isinyeshe. Maana alikuwa na bidii, alikuwa anajipendekeza mbele za Mungu, alikuwa anautafuta uso wa Mungu kwa bidii. Biblia inasema magoti yake yalionekana yamechubuka, kwa sababu alikuwa anaomba, ndipo nguvu za Mungu zikawa juu yake. Kwa hiyo akatamka hilo, na alitamka kwa imani. Lakini mziki ulikuja kwamba hii mvua itanyesha saa ngapi. Sawa, umeomba muda wa miaka 3.5. Kweli Mungu akasikia na akafanya. Elia lengo lake ni kukomesha uovu katika Israeli. Maana watu waliacha njia za Mungu, wakaanza kufuata njia zao mbaya. Uovu katawala chini ya mfalme Ahabu. Elia akaona wivu. Leo hatuna wivu, tunafurahia maovu. Hata kama ni mpendwa mwenzio unaona anafanya maovu, unafurahia. Huna ujasiri wa kumkemea, huna ujasiri wa kumwambia, huna ujasiri wa kumuonya. Tunayafumbia macho maovu. Elia aliumia. Taifa hili la Mungu linafanya maovu. Akapata wivu, akapata hasira ya Roho Mtakatifu, akatamka, Mungu akatenda kabisa. Lakini Biblia inatuambia Elia wakati ule anaanza sasa kuomba maombi ili mvua inyeshe tena. Alichukua gharama. Hakuomba tu kirahisi, alichukua gharama. Biblia inasema alipanda mpaka milimani, anashuka, anapanda, anashuka. Hiyo ndio bidii. Hakuchoka. Na kukicha, anga liko wazi, anga leupe, hakuna dalili ya wingu wala nini. Inawezekana alianza kuchoka, lakini akasema ikiwa kama niliomba mvua isinyeshe na haikunyesha, na hili linawezekana. Amen. Akasema na hili linawezekana, lazima mvua inyeshe. Nitang'ang'ana, sitachoka wala sarudi nyuma. Aliendelea kung'ang'ana, anapanda anashuka, anapanda anashuka. Unafikiri ni kazi ndogo? Kila siku kwenda mlimani, kupanda na kushuka. Ukiwa katika maombi unachoka, lakini hakuchoka Elia. Aling'ang'ana. Na alipokuwa katika kung'ang'ana, moyo wake uliamini kwamba Mungu wake anaweza akatenda. Aliamini kwamba Mungu analo jibu. Aliamini kwamba Mungu anaweza kufanya. Ndio maana aliendelea kung'ang'ana. Na tunaambia ilipofika hatua kwamba akaona kawingu kadogo, anamuuliza mtu wake, mfuasi wake Gehazi,
anamuuliza kwamba kuna nini katika anga. Gehazi anamwambia naona tu, yani kawingu kadogo kama mkono wa mtu. Tayari akaamini, akasema hapa kama hicho kiwingu kimetokea, hicho kiwingu kinaenda kushusha ngurumo na radi za mvua. Elia akaamini, akashuka kwa ujasiri kwa mfalme, akaambia tandika punda wako haraka, mvua isikuzuilie. Ahabu alicheka, hakuamini. Lakini kilichofuata, mvua ilishuka kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa katika kuomba, usikate tamaa, uwe na bidii. Maanisha amini kwamba wakati wa Bwana upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu amekupa uhai mpaka leo toka uzaliwe, wangapi wamekufa? Si ni wengi. Lakini wewe unapumua, unaendelea kuwa hai. Manake hata yale ambayo unayataraji yanaenda kufanyika kwako. Sema amen. Cha msingi ni kumwamini Mungu na kuwa na bidii katika kuifanya kazi ya Mungu. Kuwa na bidii katika kumwomba Mungu. Acha kuchoka katika kuomba Mungu. Inafika hatua unaomba kwa ajili ya mume wako aokoke. Halafu kadri unavyoendelea kuomba ndivyo mume wako anazidi kuwa mbaya. Unakata tamaa, unasema sasa hapa siombi tena, nimechoka. Yaani unapomwona anazidi kuwa mbaya ndivyo nguvu ya Mungu inaendelea kumbadilisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ang'ana hapo hapo. Mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaomba kwa ajili ya uzao tumbo lako. Watoto wako wafaulu katika mitihani yao. Kila mtihani ukitoka mtoto wa mwisho. Kila mtihani ukitoka mtoto wa mwisho. Acha kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Usimkatie tamaa huyo mtoto. Mwambie Mungu inawezekana. Kuwa na imani, kuwa na bidii katika kuomba. Nguvu ya Mungu itakujilia na mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Sema haleluya. Tapia Yesu makofi na vigelegele. Mungu wetu ni mwaminifu mno kwa waombaji. Maombi huwa yana nguvu sana. Na kadri unavyoendelea kuomba ndivyo unavyosogelea baraka yako. Ndivyo unavyosogelea muujiza wako. Unapochoka na kukata tamaa ndivyo unavyorudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo unapoona nguvu ya Mungu inaondoka kwako. Kwa sababu ili uwe na nguvu ya Mungu lazima uwe muombaji. Tukinyamaza Mungu anaona tumelizika. Lakini tukiomba Mungu anatenda. Amen. Kipengele cha 4 kinasema ili uweze kupata kibali kwa Mungu, Mungu aweze kujibu hitaji lako, usiwe na roho ya kusita. Yaani kusita. Acha roho ya kusita. Kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 37 hadi 39. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Lakini wenye haki wangu wataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani roho ya kusita Mungu anasema hana furaha nayo. Yaani unaomba labda hivi mimi naweza kweli nikamiliki nyumba, labda kwa kazi nazozifanya, labda roho ya kusita. Huna imani. Mungu anasema anachukizwa na roho ya kusita. Amen. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Tunapaswa kuishi kwa imani, kumwamini Mungu kwamba tuliyembeba ni yote katika yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata shetani anatumia vitu vya Mungu, hana uwezo wa kufanya chochote shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bila nguvu ya Mungu huwezi chochote. Kwa hiyo upaswi kusita. Upaswi kusita kwa huyu Mungu uliyembeba. Amen. Usiwe na miungu mingi. Tuna roho ya kusita, ndio maana tunatumia nguvu za giza. Kwa sababu Mkristo wa kweli hapaswi kutumia nguvu hizo. Amen. Acha kudanganywa. Huwezi kumsaidia Mungu. Mungu anasema kwamba una uwezo hata wa kurefusha mkono wako. Kwamba sasa mimi ili mkono limekuwa lirefu mno, nilifanya leo lifupi. Inawezekana? Mimi nimekuwa mrefu sana, natamani niwe mfupi. Inawezekana? Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu alipokuumba akakomea hapo, ni hapo hapo, huwezi kuvuka wala kushuka. Kwa hiyo usiwe na roho ya kusita, kutomwamini huyu Mungu na sita. Labda nifanye na hivi, labda nifanye na hivi. Vitu unadanganywa. Utazeekea kanisani. Wewe ni nani atakuoa wewe? Usiwe na roho ya kusita. Mwambie kwamba mume wangu yupo, Mungu amemwandaa na atakuja. Haleluya. Utaona mkono wa Mungu katika maisha yako na Mungu atasikia. Anasema hafurahishwi na mtu anayesita. Sasa kama una sita, Mungu atasikia maombi? Maanake maombi yako hayasikiki, maana una roho ya kusita. Una moyo wa msisimko, hauna roho ya kujisimamia. Anakuja mhubiri hapa, anapiga, anahubiri, anasema mtachoma moto, nini. Unaanza kufanya vizuri, hapo baada ya wiki moja unaacha. Una roho ya kusita. Tuache roho ya kusita, maana Mungu hapendezwi na hiyo. Inatuzuilia tusiuone ufalme wa Mungu wala tusifikie baraka zetu. Amen. Kipengele cha 5 kinasema usikate tamaa katika kuomba. Usikate tamaa katika kuomba. Kitabu kile cha Luka mtakatifu sura ya 18 mstari ule wa 1. Neno la Mungu linasema, amen, akamwambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Amina. Hebu soma ule wa 7. Mstari wa 7 anasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Ndio 8. Na waambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, hataiona imani duniani? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Alisema siku moja? Biblia inasema siku moja? Amesema siku zote bila kukata. Umeomba leo, alafu natoka kwenye maombi, mambo yanakuwa magumu. Unasema sasa Mungu asikii maombi. Kuna vitu ambavyo vinasababisha, na Mungu wetu ni wa utaratibu. Yani huwezi kumlazimisha. Huwezi kumlazimisha. Mungu wetu huwa anajitwalia utukufu. Iza amesubiria kitu fulani atende kwako ili utukufu uonekane, na kupitia hilo watu wengine waokolewe. Hafuna haraka. Una haraka hapo wapi? Sisi kama watoto tumeambiwa tusikate tamaa. Kufanyaje? Kuomba. Anasema tuombe siku zote. Hapa tunaona akatoa mpaka na mfano wa kadharimu, hakimu asiyemcha Mungu, kwamba mwanamke mjane anamwendaendea, anamwambia nipatie haki yangu, lakini alikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni kesi mahakamani inachukua muda mrefu, mpaka inahitaji na mashahidi, sio nini, mara unaenda unarushwa kesi, utakuja wiki ijayo, mara itakuja mwezi ujao. Maana yake inahitaji roho ya uvumilivu. Usikate tamaa. Amen. Kama mambo haya yanafanyika kimwili, cheki ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunakata tamaa. Mtoto wako amewekwa ndani, kila siku ukienda unarushwa tarehe. Ulishakata tamaa kwenda kumuona au kufanya mpango wa kumtoa jela? Kwa nini kwa Mungu tunakata tamaa, tunachoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunachoka kwa Mungu? Tunapaswa tusichoke. Tuendelee, tumaanishe. Ule mstari wa 7. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku. Naona mchana na usiku, maana yake masaa 24. Usingie tu ukalala tu ukawa tunakata tamaa, unachoka tu katika kuomba. Hata hali ulionayo ichukie kwa maombi. Bwana asifiwe sana. Inaondoka ukiwa mvumilivu na muombaji usiyechoka na wala ukakata tamaa. Mungu anauliza, kama huyu kadhi dhalimu, hakimu asiyekuwa na Mungu, halimjui Mungu, lakini kwa sababu ya kuchoshwa na huyu mwanamke likaachilia hiyo neema,
ya haki ya umma. Je, Mungu anatuuliza maswali leo? Tena anasema yeye ni mvumilivu. Leo umeacha kwenda kanisani, sio kwamba ulikuwa na sababu, umekaa tu nyumbani. Mungu anakuvumilia. Mungu ni mvumilivu, lakini mwanadamu hajawahi kuvumilia. Bwana asifiwe sana. Hajawahi kuvumilia mwanadamu. Tena mwanadamu ukimkosea, nitamkomesha, nitakukomesha. Maana sio mvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaacha. Yaani mwanadamu sio mvumilivu, lakini Mungu amekuvumilia mangapi? Umemkosea mangapi amekuvumilia Mungu? Lakini wewe jambo dogo tu naacha. Wasilibabaishe. Tena wasilisumbue. Lakini Mungu yeye ni mvumilivu. Anatubeba. Hivyo tunapaswa tusikate tamaa. Tuombe kila siku. Uliomba jana, omba na leo. Omba usiku, omba kesho kutu. Paka Mungu atende. Amen. Paka Mungu atende. Amen. 6. Kuwa na imani na yule unayemwomba. Kuwa na imani na yule unayemwomba kwamba anaweza kutenda na kukufanyia unachokihitaji. Marko 11:20. Biblia inaniambia, na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulani umenyauka. Yesu akamjibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na imani na unayemwomba kwamba ana uwezo wa kufanyaje, wa kutenda. Hapa ni safari ya Yesu akiwa na wanafunzi wake katika injili ya Yesu. Kafika sehemu akaona mtini, akitarajia kupata matunda, lakini akaangalia matunda hayamo, na ni nyakati za kuzaa matunda. Akaulani na ukakauka hapo hapo. Walipokuwa wanarudi wanatembea, Petro akauona ule mtini kwamba umenyauka, maana umekauka, hauna uhai tena. Ni kwa sababu tu ya lile neno alilolitamka Yesu. Akamkumbusha, mwalimu, Rabi, unaona hiki ulichokifanya kweli kimetendeka? Yesu anawaambia wanafunzi wake, aminini. Ukiwa na imani mna uwezo wa kuambia huu mlima ng'oka na ukatupe baharini, na ikawezekana. Kwa tunapaswa kumwamini Mungu tuliyempokea. Ukimwamini Mungu yanawezekana, sema amen. Amen. Yanawezekana ukimwamini Mungu. Ila kama utakuwa na hofu na huyo Mungu uliyembeba, basi upo hapa tu, sijui kwa ajili ya kupoteza muda, sijui kutafuta nini, hata sielewi. Wachawi watakusumbua, mapepo yatakusumbua, majini yatakutesa. Jitambue. Jielewe. Mwamini Mungu uliyembeba kwamba ana uwezo wa kufanya kila chochote unachokihitaji. Acha kuogopa, acha kusita. Mwamini Mungu. Yote ambayo unahitaji atathibitika kwako. Ila kama imani yako italegalega, itayumba imani yako, nguvu za Mungu hautaziona. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu hatasikia maombi yako kwa sababu una roho ya kusita. Kuna imani na yeye uliyembeba. Hata kama kule nyumbani katoto kakichemka usiku, unaogopa hata ukaombea, unapiga simu kwa mzee wa kanisa, hebu omba mwenyewe. Amen. Amen. Omba mwenyewe, kwa sababu wewe unaye Mungu ndani yako. Kwa sababu tuliyembeba unaye wewe, aliye na mamlaka unaye wewe. Amen. 7, midomo yako inene mema. Chunga sana midomo yako isitamke mabaya. Zaburi sura ya 17 ule mstari wa 1. Biblia inasema, Bwana, usikie haki, ukisikilize kilio changu, utege sikio lako kwa maombi yangu, yasiyotoka katika midomo ya hila. Amen.
Amen. Amen. Amen. Usikilize kilio changu kisichotoka katika midomo ya hila. Tujifunze midomo yetu kunena mema. Tusiwe wepesi wa kutamka maneno ya ovyo ovyo. Maneno yanaumba. Kwamba na mimi kabisa nitafanikiwa hivi, nitafanya hivi kabisa. Yale maneno nayo yatamka yanaumba. Biblia inasema kwamba Mungu wetu, Daudi anamwambia Mungu asikie, yani usikie haki. Usikilize kilio changu. Daudi anamwambia utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo isiyo na hila, yani midomo ya hila. Kwa hiyo kumbe hata maombi yetu tunayoyaomba, hakikisha midomo yako iko safi, matamshi yako yako safi, maneno yako nayo yatamka yako safi. Kazini kwako, unajua watu tunaokoka kanisani. Watu tunaokoka kanisani, lakini ukimkuta kazini kula anayoyatamka, unasema huyu ni mtu ameokoka, anaenda mbinguni. Ni mambo ya ajabu. Kwa hiyo ndimi zetu, maneno yetu, matamshi yetu tunayoyatamka yasiwe na hila, ili maombi yetu yapate kibali. Maneno yetu tunayotamka yasiwe na hila, manake yawe maneno mema, maneno yaliyojaa Mungu. Ni matamu kuyasikiliza, ni matamu kuyasikia, maneno ya kubariki, maneno ya kujenga, maneno ya kutia nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Mungu atasikia maombi yetu. Kwa ikiwa Mungu anatuwazia mema, basi tusihofu kumwendea. Mungu anasema kwamba yeye ni Mungu anayetuwazia aliyo mema. Hajawahi kutuacha, hajawahi kutupungukia. Ninapoenda kwenye hitimisho, Mungu wetu anatuwazia mema. Shika niliyoyasema. Tengeneza njia zako, acha maisha ya ovyo ovyo ya dhambi. Kuwa na imani, roho yako isisite. Mungu anatuwazia mema, Mungu atajibu kwa wakati. Yeye ni Mungu aliye karibu kuliko nguo tulizovaa. Tena ametuchora katika vitanga vya mikono yake. Hajawahi kutupungukia wala kutuacha. Unaweza kupita katika hali fulani ukaona kama vile Mungu kakuacha, kumbe Mungu yuko pamoja na wewe. Ila anakupima. Tunaona taifa la Israeli. Taifa la Israeli lilikuwa ni taifa la Mungu. Mungu alikuwa analipenda taifa lake. Lakini walipokuwa wanamuuzi, anaruhusu wanaenda utumwani. Lakini sio kwamba alikuwa na watu wanaenda utumwani wanapotelea huko. Mungu anasema yeye anatuwazia mema. Ilikuwa inafika wakati anawarudisha, anawarejesha. Tena anawatia moyo. Ukifika muda ambao wameambiwa kukaa utumwani, ukifika muda Bwana anawarudisha tena. Tunapaswa kumwamini Mungu wetu. Maana Mungu wetu ni yote katika yote. Vyote vinatoka kwake. Fedha ni mali yake. Dhahabu ni mali yake. Kila kitu ni cha kwake. Shetani hana chake. Leo watu unakuta watumishi wa Mungu ili kanisa lijae amwabudu shetani. Sasa unaenda kumwabudu shetani. Ana nini shetani? Ana nini shetani? Shetani hana chake. Amen. Maana kama ni fedha ni za Mungu, kama ni watu ni wa Mungu. Mwambie shetani atengeneza hata mtu mmoja kama anaweza. Mwambie kama angekuwa na uwezo angeng'ang'ania kule mbinguni. Bwana alishushwa akatupwa kuzimu. Maana hana uwezo wowote. Kazi yake ni kuwadanganya watu. Anataka akachomwe nao moto, kwa sababu jehanamu imetengenezwa kwa ajili ya shetani pamoja na malaika zake waasi. Sasa anawafuata hata wanadamu, anawadanganya ili akachomwe nao moto, waungue pamoja. Mungu wetu anatuwazia mema. Sema amina. Mwambie jirani yako Mungu anakuwazia mema. Mungu anakupenda. Haya ni mapito tu. Kuna wakati Bwana anaenda kutenda. Tushapie Yesu makofi na vigelegele.